Siku ya ibada na mechi ya Yanga, siku ya ibada na mechi ya Simba, siku ya ibada na appointment ya kwenda kusherehekea birthday ya mchumba wako, siku ya ibada na siku ya biashara yako, siku ya ibada, yani siku ya wewe kufanikiwa na siku ya wewe kumpoteza Mungu. Fedha unaiona inabidi uipitie, lakini hapo unapoipitia ukiiba umepoteza na unakuwa upo kwenye sehemu mbili. Usife sana. Lakini mtu aliye vizuri kwa Mungu akikutana tu njia mbili anaelewa ni njia ipi anafanyaje? Anapita. Bwana usife sana. Huo ujumbe umeelewa, ujumbe kutoka kwa mhubiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana usife sana. Ni somo ambalo sikuwa nataka kuizungumzia, lakini kwa sababu hii imenipa kazi nikasema Mungu kwa namna yote ile inabidi niliseme, lakini katika hayo yote lazima tuwe na siku tuzungumze vizuri kwenye hilo eneo ambalo Mungu amefanyaje, amezungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapookoka hatui watakatifu siku hiyo hiyo, ila tunatakiwa siku hiyo hiyo kila kilichokuwa kinatufanya tukosane na Mungu tunakiacha. Tukishakiacha, wakati Mungu anatengeneza mianya ya sisi kutuimarisha imara, tunatakiwa sisi ile mianya na sisi tuizuie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna binti mmoja akawa yuko kwenye mahusiano, naenda siku ya kwanza kazini, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne akasema, yaani Mungu ninaenda ila nakuhitaji, sizini haki ya Mungu. Akaenda akafikia kabisa kwenye mlango tena akasema yale yale. Kilichotokea wakanywa na maji. Lakini huyo mtu ameomba. Unasifiwe sana. Kuna vitu vingine haviondolewi kwenye maombi. Vitu vingine tu kutoenda sehemu ya starehe, kutoweka mazoea na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingine haviondolewi na nini? Na maombi. Yaani wewe mwenyewe automatically inabidi uelewe. Huwezi kusema mama nimeomba, alafu shida yako ni kuvuta bangi, alafu mfukoni ukakaa na bangi useme hautavuta. Lazima utavuta. Bwana asifiwe sana. Huwezi kusema hautarudia kuzini wakati kuna mtu mezini na mahusiano yamevunja na bado na mawasiliano naye. Maji ya wanasemaga yakichemka waga asauni uvuguvugu au ubaridi. Maji yakichemka asauni nini? Lazima turudi kwenye nini? Kwenye ubaridi. Dhambi ni dhambi, hata hiyo ndogo, kukana kinyongo, kumsonya mtu, kuchukia mtu. Taifa la Edom au wa Esau walikana kinyongo na ndugu zao wakina Israeli wakati wanasafiri, mpaka ikafika hatua wakati maadui wanawaangamiza Israeli, wale wana wa Israeli wakawa wanajificha, yale makabila 12 wakati wanajificha, wale wa Edom wa kina Esau wakawa wanawaona, wakawa wanawachomoa.